Yesu asifiwe. Kwa majina naitwa Petro Emanueli. Nimeokoka na mpenda Yesu. Pia ni baba mwenye familia, nina mke na watoto. Alafu kitu kingine, mimi hapa kanisani ni mzee kiongozi wa kanisa la DMPC Bonde la Baraka. Ninamshukuru Mungu kwa kunipa siku ya leo. Niliokoka mwaka 2000 nikiwa hospitalini Haido. Wakati nilishuhudiwa kwanza, lakini kipindi hicho nilipata ajali ya kuvunjika kwa mguu. Sikukubali niokoke, lakini sauti ikaja usiku ule wa tarehe kwenye mwezi wa 11, mwezi wa 12, tarehe sikumbuki, lakini usiku ule nilikubali kuokoka kwa sababu kuna sauti ilinikuta nikiwa kitandani pale hospitali Haido, nilivunjika mguu mara 2, lakini nikaambiwa kama utaokoka utakufa. Lakini niliamua kuokoka mwenyewe, sio kwamba nilihiarika, kwa sababu nilisikia sauti ndani yangu ikaniambia uokoke. Nilikuwa kule hospitalini, mahali yangu niliokokea. Nilipotoka hospitalini niliporudi nyumbani, nikaendelea kubatizwa hapa Dongo. Nilipookoka, changamoto la kwanza, lazima ukiokoka changamoto la kwanza ni lazima kwanza ulikuwa na marafiki. Ulikuwa na marafiki wale ambao ulikuwa nao hawajamjua Yesu. Kuacha kwa ghafla wale marafiki ni changamoto, lakini kwa sababu nimemjua kwamba niliyemfuata ni nani, nikaamua kukaa na wale watu kwa hekima, kwa sababu kukataa tu haraka wale watu sio jambo jema. Niliamua kuwaonyeshea kwamba jamani, mimi sasa nimeokoka, siwezi nikaendelea na mambo yasiyompendeza Mungu. Siri iliyonisaidia kwenye kitabu cha Ayubu, kwenye Ayubu 22 mstari wa 21, Biblia inasema umjue sana Mungu ili uwe na amani, ndivyo mema yatakavyokujilia. Nikaona kwamba nikimjua Mungu, kumbe katika kumjua Mungu kuna mema nitakayopata. Ndio kitu ambacho nimesimama naye. Hii mistari ilinisaidia. Nikasema kumbe mimi sio sawa na wale wasiomjua Mungu. Mimi niliyemjua Mungu ni mtu wa thamani. Mimi kwanza sijawa kuwa mzee kiongozi kabla. Nilikuwa shemasi. Na nilivyoita kuwa shemasi, nilikuwa natumika vizuri. Nilikuwa najitoa, nilikuwa sijihurumii kwa chochote. Nilikuwa naona kwa sababu ninajua niliyemwamini ni nani. Nilikuwa natumika kwa sababu ili tujenge mwili wa Kristo wetu pamoja na mchungaji na washirika. Nilifanya hizi kazi, lakini baadaye nikawa ninapata wito wangu wa kuwa mwinjilisti, kuwa missionari pia. Lakini baadaye wakati uongozi ulipokuja wa kuwa kanisa letu ilikuwa haikuwa na mzee, lakini ilipokuja kanisa letu kuwa na nafasi ya uzee, nikapendekezwa
jina likaja, washirika wakathibitisha. Kwa hiyo hata ninapofanya hizi kazi, yaani ninajisikia kwa sababu ninamfanyia Mungu, sifanyii mtu, kwa sababu ninajua malipo yangu nitakuta kwa Mungu. Na ninapofanya kazi hizi ninapata amani moyoni mwangu, kwa sababu hizi kazi, sisi hapa mji, Biblia inasema nyie hakuna mji udumuo, bali tuna mji ujao, mji wetu ni mbinguni. Kwa hiyo tunaweka vitu kule kwa Bwana, kwa sababu ukimtumikia Mungu, yaani ni faida kuliko kutumika hapa duniani, kuliko kutumika kuna vitu vingine. Wokovu wa zamani, wokovu ule wa zamani tulivyookoka, mimi mwaka 2000 nilivyookoka, na wokovu wa sasa. Wokovu wa mwaka 2000 tulivyookoka, tuliokoka moja kwa moja, yaani tulikubali. Lakini wokovu wa sasa, kwanza watu wameokoka. Wokovu wa sasa ni wokovu watu wanakwenda, yaani watu wengi wamekuja kwenye makanisa kwa ajili ya kutafuta chochote riziki. Lakini wokovu ule wa zamani, watu walikuwa wanamtafuta Roho Mtakatifu, wanataka kuona Roho Mtakatifu aweze kujaa, watu wajae Roho Mtakatifu. Lakini sasa hivi, wokovu wa sasa hivi, michanganyiko iko mingi sana. Huwezi kujua, kwa sababu unamwona mtu ameokoka, unamwona mtu anaendelea na mambo ambayo haimfurahishi Mungu, unaona mambo ambayo haimpendezi Mungu, lakini mtu unajua huyu mtu kaokoka. Tena injili siku hizi ni rahisi sana, kwa sababu watu wanaweza wakahubiri kwa njia mbalimbali, lakini utakuta watu wamekuwa wameokoka kwa maslahi mengine, sio maslahi ya kwenda mbinguni, ya maslahi ya kupata chochote hapa duniani. Kwa kizazi za sasa, kwanza injili ni rahisi, kwa sababu kuna teknolojia nyingi sana, na hizi teknolojia zinafanya watu wapate habari kwa urahisi, kwa sababu hata kwenye mitandao sasa hivi, hata kama kuna mtu ambaye hataki injili, akifungua mtandao anaweza akapata ujumbe wa neno la Mungu. Sasa ni kizazi chenye maendeleo. Ingekuwa hizi wangeitumia hizi teknolojia yao vizuri, dunia yote ingemjua Yesu vizuri. Mimi kitu ambacho kwenye wokovu huu siwezi kusahau na siwezi kumwacha Mungu. Kuna matendo makubwa ambayo Mungu alinitendea. Kwanza, wakati nilioa, tulikutana na changamoto nyingi sana. Nilipoteza familia, watoto, lakini nilivyosimama katika maombi, nilimwambia Mungu, nataka nikuone, nataka wewe ufanye. Mungu akanijibu, akanipa mtoto wa kiume. Na mimi nilikuwa kwenye familia ya kwetu ilikuwa ni familia moja duni sana, lakini Mungu, nilimwambia Mungu, ninataka yale vitu ambavyo umeviahidi kwamba kubariki nitakubariki. Ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu amenipa mke, amenipa watoto, amenipa nyumba, amenipa na mashamba, amenipa na kile ambacho nilichokuomba, amenipa na mifugo, amenipa na watu pia nitakaofanya nao kazi na mimi, watu sahihi. Kwa jambo hili namshukuru Mungu, kwa sababu sisi ilikuwa ni familia ambacho kule kijijini kwetu, nilikuwa kwenye kijiji moja, kijijini kwetu ni kijiji cha Kaloda.
na sisi ilikuwa tunaishi kwenye nyumba ya tembe. Zamani watu wanajua tembe ni nini, nyumba ya tembe, lakini leo tunaishi kwenye nyumba ambayo usiku tukilala, hata kama mvua imenyesha, tunasikia sio yale vurugano. Tunaweza tukalala bila shida, kwa sababu Mungu ametupa, tumejenga. Mungu ametupa majengo, Mungu ametupa maeneo ya kumiliki. Ilikuwa hatujawahi kumiliki maeneo, lakini Mungu ametupa, tumemiliki mashamba makubwa, tumemiliki na maeneo. Mungu amenipa, hata nina eneo kule Tanga, kule Kilindi. Mungu amenipa maeneo, sasa hivi ninaweza nikamiliki hata chochote. Sasa hivi ninamshukuru Mungu kwa sababu Mungu hatua zangu amezibadilisha, sio kama mwanzo tulivyokuwa hatujaokoka. Kwa Yesu kuna kila kitu. Hizi ni huduma. Tunaporusha hizi huduma, kuna mtu anaweza akasikia habari, akasikia neno la Mungu, akatiwa faraja, akatiwa kupona kupitia ushuhuda mbalimbali anazozipata. Kwa hiyo mimi naona hizi ni fursa, na hizi ni mojawapo watu kuona kanisa letu liko wapi, na pia inatuinua. Yaani watu wanapata habari mbalimbali. Wengine wanaweza wakabarikiwa kupitia hizi teknolojia, kupitia waimbaji wameimba. Mwingine anaweza akaguswa kwa namna ya pekee, mwingine anaweza akaguswa kwa ushuhuda, mwingine anaweza akapata kupitia ujumbe wa neno la Mungu akapata kubarikiwa au kuponywa. Mwingine anaweza akafungua akiwa nyumbani kitandani, akafungua simu yake, akasikia mahubiri, akasikia maneno ya Mungu, ikamleta katika hatua ile ambayo alikuwa anakata tamaa, anaweza akapona. Kwa hiyo teknolojia ni nzuri sana, na ninashauri kwamba hizi teknolojia inapotumika kwa namna nzuri kanisani kueneza habari za Yesu, inajenga, inaleta ufalme wa Mungu, inajenga mahusiano mazuri. Kwanza inaleta mshikamano kwa watu ambao wale waliokata tamaa wanarudishwa kundini kupitia teknolojia. Teknolojia ni muhimu sana. Mimi kwanza, kitu kimoja najaribu kusema, nataka niseme jambo moja katika kitabu cha Mithali 4 mstari wa 23. Biblia inasema tukiangalia hapa, Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, maana ndiko zitokazo chemchemi cha uzima. Kitu cha kwanza kwenye maisha ya wokovu ni muhimu sana kulinda moyo, maana moyo ndio uletao chochote. Moyo itasababisha mema yaje kwako. Moyo utasababisha ukae kwa amani katika maisha ya wokovu. Ukiweza kulinda moyo, hutakata tamaa kurudi nyuma, kwa sababu moyo usipochafuka, moyo ukichafuka, uharibifu unakuja. Lakini moyo ukiwa mzuri, huwezi kurudi nyuma, huwezi kuacha imani, kwa sababu moyo wako kila siku una connection na Mungu, kila wakati unazungumza na Mungu. Ndio maana Biblia inasema katika kitabu hiki cha Mithali 4:23, nirudie. Biblia inasema linda moyo wako kuliko vyote ulindavyo, ndizo zitokazo chemchemi cha uzima. Uzima uko kwenye moyo. Kwa hiyo ni muhimu sana kwa kipindi hiki
ninakushauri wewe unaponitazama, wewe unapoangalia teknolojia ya sasa hivi, ninakushauri, maana moyo, uchafu unakuja moyoni. Moyo usipochafuka, ukati tamaa, utaendelea kusonga mbele. Kwa hiyo mimi natoa ushauri wangu, linda moyo wako, maana chemchemi chako zinatoka moyoni. Kwa kanisa letu la DMPC, ngazi ya taifa, ngazi ya majimbo, ngazi ya parish, ngazi ya kanisa mama, kwa sababu kanisa letu limekuwa na vipao, vimekuwa na na ngazi mbalimbali, kuanzia ngazi ya taifa, ngazi ya jimbo, ngazi ya parish, ngazi ya kanisa mama na matawi yale ambayo haijafika viegezo. Mimi natoa ushauri kwamba kitu kizuri katika maisha ya Mkristo kwanza ni wazi na ukweli. Wazi ni jambo linalofaa kwa Wakristo wa DMPC. Uwazi na ukweli litaleta furaha kwa watu, kwa sababu ukiwa mwazi na ukiwa mkweli na ukiwa na upendo, kanisa letu litasonga mbele, kwa sababu wazi ni jambo jema katika maisha. Natoa ushauri kwa Wakristo, natoa ushauri kwa viongozi, natoa ushauri kwa wachungaji wetu, natoa ushauri kwa wazee wa kanisa, natoa ushauri kwa mashemasi, viongozi. Na kanisa letu ni nzuri sana, ina uongozi, ina viongozi idara 10. Kwa hiyo kila moja akiwajibika, akiwa mwazi na mwaminifu, mwazi na mkweli katika kikundi chake au grupu yake, ni atajenga mwili wa Kristo, kwa sababu uwazi unaleta upamoja, kwa sababu uwazi unaonyesha huyu mtu. Kwa sababu usipokuwa mwazi, ukifika kwenye kikundi chako ukisema hiki na watu wanaona kingine, wewe haukuwa wazi, watu wanaanza kunungunika, watu wanaanza kutoa dukuduku kwenye mioyo yao. Lakini ukiwa mwazi, watu wanafurahi sana uwazi. Uwazi ni jambo jema katika maisha ya Mkristo, kwa sababu wazi, na Mungu anapenda watu wenye uwazi, kwa sababu uwazi unaondoa kutu kwenye mioyo ya watu. Kwa hiyo mimi natoa ushauri kwamba tuwe wazi na tuweze kukaa kwenye katiba ya DMPC inaeleza mambo vizuri. Ninashauri kwa viongozi mbalimbali, watu watembee kwenye katiba ya DMPC, kwa sababu katiba ndio itakayotuongoza hapa kwenye mambo ya kanisa, mambo ya uongozi. Na mambo ya uongozi inahitaji watu watembee kwenye ile kanuni walizoziweka. Na kama kanuni umeweka alafu unazikwepa, unaziacha, utakuwa kazi yako ni ngumu, utafanya kwa ngumu sana. Lakini ukiwa unatembea katika ile kanuni na mwongozo wa katiba na mwongozo wa neno la Mungu, na uwazi wako unaonekana, ni rahisi sana. Kanisa letu litakuwa kiroho, litakuwa na maendeleo, litakuwa na uamko mkubwa sana. Watu watapenda kanisa, watu watafanya kazi kwa bidii, kwa sababu uwazi unaleta watu kufanya vitu kwa uwazi na kwa bidii, na Mungu anapenda jambo hili. Na nishukuru kwa ajili ya watu wa idara. Wiki hii ni wiki ya idara ya maandishi na habari. Kwa hiyo hii wiki tunataka tuboreshe zaidi. Ni kelele, lakini tunataka tuboreshe. Tunatakaje tuboreshe?
tunataka watu waje hapa kanisani, watu watoe maoni yao, ili wakitoa maoni yao na watu wa habari wataichapisha, watatuletea hata sisi kama viongozi kwamba katika kanisa tunataka tuboreshe nini. Kuna mambo kama haya. Kwa hiyo mimi nashukuru watu wa idara, nasema Mungu awabariki kwa kazi yenu, ni njema na mnafanya vizuri. Kwanza mnatangaza kanisa letu, kitu cha kwanza mnatangaza mwili wa Kristo, ufalme wa Mungu ujengwe kupitia wiki ya idara ya habari na maandishi. Kwa hiyo tunasema Mungu awabariki sana kwa kazi zenu njema mnazozifanya. Hata kama hamtakuwa na malipo, Bwana atawalipa, kwa sababu Mungu ndio mwenye kulipa. Hapa duniani hata malipo tungeyapokea haina thamani, kwa sababu malipo ya hapa tutaacha hapa, lakini kuna malipo ambazo hatutaziacha siku tukiondoka hapa duniani. Kwa hiyo mimi naomba mjitoe, hata kwa watu mbalimbali, watu wajitoe, kwa sababu malipo ya mbinguni ni ya zaidi. Nasema Mungu awabariki sana.